Kasamwa kimya sana, majirani wanajua, lakini hawasemi, wanatazama tu. Alikuwa binti wa Kasamwa, ndoto kubwa kuliko shamba lao. Alitamani sauti ya mtoto ikimuita mama jioni. Mumewe akacheka tu, kwa nini haraka hivyo? Kila mwezi anahesabu siku, analia bafuni peke yake. Wazo batili limeniunguza roho yangu. Nilitafuta njia ya karibu, nikipotea zaidi. Wazo batili, nilijidanganya ni kwa upendo. Sasa vumbi barabarani, ndiyo shuka yangu ya mwisho. Dogo unazingua wewe. Wani hata kutoa shilingi 500 hapa nyumbani hamna mboga. Unajua kabisa hapa naangaikia maisha makubwa. Maisha mimi. Wote ndo kaka. Hata kama mimi ni kaka yako, wote tunapambana. Sasa kazi yenyewe unajua kokota makoko. Alafu wewe hata kutoa shilingi 500 ya dagaa hapana. Unategemea nani atatoa? Labda leo tukazungue kwenye mizunguko yetu, tukipata tutaleta chakula tutakula hapa nyumbani. Alafu vipi ulipitia ile yangu pale miti mitatu? Hamna. Sikupitia hela mimi. Pale sehemu nilipoacha makopo sikwambia utapitia ile hela. Sasa mimi kuniambia akianani wewe ni kichwa kibovu. Wewe mkiazi kabisa. Leo shindo kupitia hela eti unasema sikukwambia. Shida unaendekeza ujinga tu. Ukakaa nyumbani ndio kuna kuendekeza hivyo. Labda niifuate sasa hivi. Alafu familia wa harakati sio poa. Oya, unakumbuka ile njia kinafumbo ile? Pata anapochomelega mageti pale. Napapata vizuri mno. Sasa mambo mwanangu Mungu hatari. Mungu kivipi? Sasa Mungu aliniahidi kwamba hivi, oya kuna mzigo mrefu kweli hapo wa makopo, lakini cha kushangaza nimefika pale. Cheki sasa nilichoambulia hiki hapa tu rafiki yangu kweli. Tulisumbua kote huko kule. Sema yule mimi simkubali, yani anazingua fumbo mambo yake. Vipi mbona umepoa sana? Ana shida gani? Dogo hapa anazingua huyu, yani mieyusho balaa tayari. Kafanya? Nimemwambia dogo apitie hela pale miti mitatu nilipoiacha. Si niipitisha ile siku mzigo wa makopo akasema atanipatia hela. Nani msafiri? Usikute labda alimsumbua. Eti akusumbua yule jamaa ulipitia au ukupitia? Na wewe maana wewe kichwa chako penyewe unakijua wewe mwenyewe. Sikupitia hela maana kuniambia. Si unaona? Unamuelewa dogo lako. Okay, tuachane na hizo swali mama mwingine. Mdogo tu. Tupo hapa tumetulia. Yes mwanangu. Ndani huko hamna chochote. Hivi tunapoongea kwamba hajaleta hela huyu hujasikia. Sasa hakuna kitu kilichoharibika. Baada mpo ntawa nimeshafika hapo. Hapo ndo unapokubalia. Hapo tufanye mazingira tu. Ile shimeji ndio salisifanye maelekezo. Maelekezo gani? Umenikumbusha. Hivi nikuulize kitu. Ushawahi kumuona mwanaume mgumu? Mwanaume mgumu? Nishawahi kuona wapo. Wapo kabisa. Ndio maana hapa mimi nimekuja kwa siku ya leo. Nikushauri. Ushauri ni hivi. Jaribu kwenda kupima rafiki yako. Unaweza kumsingizia mke wako, mimi tatizo linalo wewe. Ni ushauri tu. Yaani katika marafiki zangu niliokuwa na waheshimu miongoni mwao na ulikuwemo. Lakini naona sasa tunaenda kuvunjiana heshima. Tunaenda kuvunjiana heshima kabisa. Hivi unawezaje kunishauri mimi nikapime? Hivi hata wewe ukiniangalia mimi hivi ukiniangalia naonekana kuwa na tatizo? Yaani ukiniangalia tunaonekana kuwa na tatizo? Au umetumwa na mke wangu? Mtakuwa mmetumana eti? Sasa sikiliza ndugu yangu nikwambie. Mimi huwa sijaribiwi na mimi siingiliwi. Siingiliki kirahisi hivyo. Sasa kamwambie aliyekutuma mwamba bado kakaza vile vile. Kama kwenda kupima akapime yeye, sio mimi. Mr. Mimi.
Kwa macho yangu siwezi nikagundua kwamba una tatizo, ila ukienda kupima utajua kwamba una tatizo. Unaweza kumsingizia mke wako ana tatizo, kumbe tatizo kunalo wewe. Ninakuomba rafiki yangu Mr. Miga, nakuomba, mimi na wewe ni marafiki na tumeshauriana vitu vingi sana, ila kwa hili nakuomba rafiki yangu, jaribu kwenda kupima ugundue nani ana tatizo kati ya wewe au mke wako. Ikigundulika wewe una tatizo ama mke wako ana tatizo, unajua ya kufanya. Mr. Miga, Mr. Miga, Mr. Miga, nimekuita mara 3. Naomba upokee ushauri wangu. Sikiliza ya moto nikwambie. Mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu sana. Na sitaki urafiki wetu uje uvunjike kwa sababu ya mambo ya kijinga ambayo wewe mwenyewe uelewi, hata mimi mwenyewe sielewi. Sawa? Hili swala la mimi na mke wangu naomba tuachane nalo. Sawa? Tuzungumzie mada nyingine kabisa tofauti na maisha yangu. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mimi nadhani ulikuwa na safari yako, ulikuwa unaenda sehemu, si ndivyo? Basi nilikuwa naomba tufikishane. Uende hivi nini? Haya, hamna shida rafiki yangu. Sasa mambo mengine. Maana ninavyoona hapa nitakutia vichwa sasa hivi. Ndio tu. Shemeji nimeishwa hatari, sijawahi kuona. Kafanyaje? Anazingua kinoma. Kafanyaje? Unaona ile njia pale kwa Dula? Siku moja nimemkuta pale. Yupo na mume wake. Oa. Mimi ndo nakwambia. Mimi kwanza nilikuwa nashangaa. Wewe mwanangu umeanza pikio zako au umeshaanza kumtamani? Mimi namtamanije shemeji mwanangu na wewe? Leo acha hizo. Ana mume wake vipi wakati mimi naambia ana mume? Hivyo madada wa mjini unawajua wewe. Mimi tena. Mimi nakwambia sasa kama alikuwa na mume huyu mume anatokea wapi? Anatokea wapi huyu mwanangu? Anatokea wapi? Yaani tena kwa macho yangu mawili nimeona akishuka ndani ya gari. Tena akiwa na mtoto amebeba yule mwanamke. Sasa unataka kuniambia yule mtoto sio wa nani kama sio wa yule jamaa? Mimi nilikuwa nakwambia huyu mwanamke lazima alikuwa na jambo lake tu. Maana haiwezekani mtoto akishua aje akupende kapuku. Hilo swala haliwezekani kabisa. Mimi ndo nakwambia. Wewe unajisaulisha, wewe sio kapuku mwanangu, mimi ndo nimekuwa kapuku, si ndio? Au kisa nimekuja na mtoto mkali hapa nini unasema kama mimi kapuku. Hamna, so hivyo, lakini ukweli lazima nikwambie brother. Yule mwanamke kwanza alikuwa na matunzo. Unaona? Ukiangalia yeye na wewe jinsi ulivyokuwa ni vitu viwili tofauti. Sasa mimi nishindwa kuelewa. Hii inakuaje? Nikawa najaribu kuvuta picha lakini nikasipati majibu. Kwa mfano hapo unavyosema kwamba shemeji yetu sijui ameacha maelekezo. Unajua yeye akaitoa wapi? Kama sio kwa mume wake. Kumbe sikiza hata simu zangu hapo. Nikimtumia SMS ajibu. Nakwambia yule mwanamke alikuja kwa jambo lake tu. Wanamke wa mjini wana mambo mengi sana. Maana fresh. Nitajua nitakacho. Sana kufanya mambo. Omba netu umekasirika. Sio kwamba nimekasirika, hawezi akanifanyia upumbavu namna. Ndio. Kwa tunakula nini? Sijui ungemuuliza. Labda nihifadhi ile kule heleti. Au fuata tu unaona zingua sema miesho mingi. Fuata uje upike. Vipi mzee wa kubeti? Leo umebeti kweli? Mimi nipo kaka. Nazidi kubeti lakini hapa kuna timu moja hapa. Nimeingiza loss. Yaani timu zingine zote zimetiki. Lakini moja tu imedraw. Unaona sasa? Na mimi najaribu hapa kubeti. Hebu nielekeze kidogo hapa. Namna ya kubeti. Alafu kaka nimekumbuka. Sio niahidi kazi. Vipi mkangu? Yupo hapa. Hapa tuna chat hapa hivi. Najaribu kubeti jamaa wangu. Hapo bora leo nimewakuta mko hapa mmekaa. Na mimi na jambo langu. Kuna jambo gani tena mke wangu? Mume wangu ni kuhusu huyu mdogo wako. Kaka, hebu muona sasa hii timu. Una huo mshiko ambao nilikuwa nakula. Milioni 10.
Angalia basi. Sasa mimi naongea alafu nyewe mko busy na simu. Mimi nakusikiliza. Ni kuhusu huyu mdogo wako, tabia zake. Ukiwepo hivi anajifanya mwema kweli. Ukitoka sasa, wewe unaona wivu tu kwa sababu mimi nimetafutiwa kazi. Sasa kazi yako mimi inanisaidia nini? Sema wewe unatamani tu mdogo wako ndo angekuwa hapa, anaenda kufanya hiyo kazi. Ningekuwa na shida hata huyo mdogo wangu ningekuwa nimeshamleta. James, naam kaka. Anaongea shemeji yako ni ya kweli? Muongo tupu. Yaani wewe ni uongo. Yaani mimi ni muongo. Nikuchongea ili iweje? Au wewe unategemea ukipata hiyo kazi mimi nitakuja nikuombe pesa hata siku moja? Mimi sijui. Kwa sababu mimi sipo kichwani kwako. Kwa unachofikiria wewe. Afu kaka nikwambie, mwanamke aonaye mzuri sawa, lakini sasa shida ni hajitambui. Yaani mimi sijitambui. Sasa wewe unapunguza dharau, sawa? Yaani uko nyumbani kwangu afu unaniambia sijitambui? Na kupikia unakula unaenda chooni afu unaniambia sijitambui? Sasa ngoja nikuonyeshe. Wewe unaonaje? James. Naam kaka. Mkangu mimi hajitambui. Sasa kaka. Mkangu hajitambui. Nini sasa hivi? Mimi sijitambui kwa nyumbani kwangu afu unaniambia sijitambui. Wewe unaona sasa kaka? Mimi nakwambia huyu mke wako hajitambui. Dawa ya mjeuri ni hivyo hivyo, ndio na dharau zako na utaoga maji hadi mwisho. Au na mimi nikuongezee. Kwa mnanichangia si ndio hivyo? Yaani mke wangu mimi anayetulisha hapa anatusaidia kupika, anakulisha wewe, afu leo unamwambia kwamba jitambui. Nini sasa hiki? Dawa ya mjeuri ni hiyo hiyo. Nilijua tu kukaa kwa watu shida. Sasa hiki nini sasa? Nitaondoka hapa nyumbani kwako kaka, wewe subiri. Nitaenda kumwambia hadi mama kuko kijijini. Nipate damu yake ndani yangu ikikua. Nilijipaka harufu mpya, nikavaa ndevu za uongoroni, nikafunga safari ya siri, akakosa pumzi maombi yangu. Ananipa mkono, anavuta simwangalii machoni, naona pete yangu iking'aa kama hukumu mkononi. Wazo batili linanitesa kichwani.